Natumai ya kwamba umekuwa na siku njema. Nilikuahidi ya kwamba nitakuwa na mgeni Jumapili hii pia, na Mungu amenijalia neema, niko na Shiners for Christ. One of them anaitwa Irene Besi. Irene Besi mwenyewe yuko ndani ya nyumba. Amen. Karibu sana dada. Nimefurahia kuwa na wewe. Na nashukuru kwa kualiko mahali hapa ili kuwafikia nyinyi nyote. Amen. Karibu sana. Asante. Amina, natumai umesikia sauti hiyo ambayo ni behind the song, uhai wangu. Ni sauti nzuri. Mimi nilisikia miaka ya nyuma huko mbali, ila leo Mungu ametujalia neema, sauti hii tuko nayo studioni. Najua kwamba anaitwa Shiners for Christ. Ni watu watatu. Atatuambia hawa watu watatu ni akina nani, alafu atatuambia pia hawa watu watatu wako wapi. Kitu ambacho napenda na Shiners ni kwamba mkiimba, mnaimba neno. Mnaimba nyimbo za kutia moyo. Amina. Alafu pia kuna mtu kule nje hajui, lakini kuna wimbo kama sikosei. Kuna wimbo wa kuabudu ambao ulivuma, sijui niseme ni Kenya nzima ama ni wapi, lakini utatuambia. Karibu tuambie Shiners ni nani, ama Shiners ni akina nani. Karibu sana. Asante sana dada Stella, nashukuru sana. Shiners ni wadada watatu. Watumbo moja, mama mmoja, baba mmoja, ikiwa mimi, sistangu mkuu anaitwa Betty, na kuna mwingine anaitwa Florence ama Pastor Florence wa Jomvu. Tulianza kuimba kitambo ndugu yangu. Kitambo. Watu wanajua uhai wangu kama albamu ya kwanza. Lakini kuna album tulianzia miaka ya nyuma tukiwa shule. Inaitwa Vuka Nami. Vuka nami Bwana Yesu, nilichomboni mwako Bwana. Vuka nami Bwana Yesu. Nimefurahi unakumbuka. Tukitembea injili za vijijini. Tukapatana ukiwa mdogo. Kabisa. Amen. Nyakati hizo tulianza hiyo. Tukaja album nyingine inaitwa Lord I Want to See. Alafu 2007 ilivyofika karibia, yani tuseme 2006 huko nyuma kidogo. Tukamwambia Mungu, tumefanya huduma ya kuimba Sunday school, tukaimba praise and worship, tukaimba hizi album mbili. Basi tunajaribu hii album nyingine tunataka kutoa Nairobi, hatujui Nairobi sasa hiyo ni washamba Mombasa. Tukamwambia Mungu, one more strength give us. Amen. Tuweze kutoa album ambayo itatufanya tuenuke. Sasa hiyo pastor wetu alikuwa Pastor Kamau, anatuletea waimbaji, tunaangalia kina Esther Wahome wakiimba hapo, kuna dawa na hizi nyimbo zao tunafurahia. Tukasema Mungu, pia sisi tunataka kufanya kitu. Amen. So wakati huo Mungu akatujalia tukaenda Nairobi. Akafungua njia tu tukaenda Nairobi mara ya kwanza tukarekodi. Na Mungu akatupatia neema tukatoa uhai wangu. Na wakuabudiwa. Amen. Hiyo wakuabudiwa watu wanaijua, wakuabudiwa Jehova. Wakuabudiwa. Hiyo miaka 2007. Na safari yetu ya uimbaji sasa ndio ikakuwa inaanza kupanuka, watu wanajua Shiners ni kina nani. Wadada watatu, wa mama mmoja, wanaompenda Mungu. Na tumeungana hivyo, tumetoa albamu ya pili, tumetoa ya tatu, tumetoa ya 4. Na tunaendelea kumtumikia Bwana. Na katika hapo pia tuko na uhuru wa kutoa mtu kibinafsi kama nataka. Tusifinyane pamoja. Tunaweza kupanua mipaka. Amina. Kwa hivyo mnaweza toa mtu single peke yake, then pia mnaweza itana mkatoa kama kikundi. Hiyo tuliweka uhuru kabisa. Amina. Betty ana Betty kama yake. Pastor Florence ana Florence kama yake. Na huyu dada Irene ana Irene kama yake. Lakini sote tuko pamoja katika Shiners for Christ. Amina, utukufu kwa Mungu. Basi natumai kwamba umemsikia Irene Besi anasema ya kwamba wakuabudiwa Jehova, wakuabudiwa Jehova. Hebu mtazamaji, niambie kama ushawaimba wimbo huo kanisani kwenu. Je, mshawaimba wimbo huo? Manake mimi tumeuimba sana, lakini nashukuru Mungu manake dada huyu
pamoja na dada zake ndio, lakini dada huyu leo Irene tuko naye hapa studioni. Karibu tena sana. Yaani ni furaha kukuona. Hata mimi ni furaha kukuona. Manake jina la Shiners for Christ ni jina kubwa. Uhai wangu ni wimbo ambao umevuma nadhani taifa zima na hata Afrika Mashariki. Lakini kando na hivyo ni kwamba ni wimbo wenye maana nzito. Uhai wangu umefichwa na Kristo. Nini chimbuko ama chanzo cha huu wimbo? Je, uliandika tu ama mliamka tu uhai wangu umefichwa? What happened? What is the story behind this song? Uhai wangu umefichwa na Kristo. Amina, ni katika kustudy the word of God. Kila kitu cha msingi ni nyimbo ikijengwa katika msingi wa neno la Mungu unakaa, kwa sababu neno la Mungu ni uhai kila siku. Yes. So inakuwa na uvivio wa Mungu ndani yake. Amen. So hiyo inatoka katika Colossians chapter 2 verse 3. Kwamba uhai wangu umefichwa ndani ya Kristo katika Mungu Baba. Katika kusoma neno nimepata hilo neno na ufunuo wa hiyo, na nikaunganisha na maneno ya Paulo kusema kwamba sio mimi tena niishie. So zote ziko katika neno ukiziangalia. Na nilipokuwa naimba uhai wangu ikaja hiyo chorus, nikaimba hiyo chorus, nikachanganya na wengi wa watu sema alikuwa mgonjwa mahututi ndio akaimba hiyo nyimbo. Hapana, sikuwa mgonjwa mahututi. But ni neema. Sasa Mungu akiona anataka kukuinua kwa kitu fulani, anakupatia tu nyimbo moja tu ili uinuke nayo. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo neema ya utunzi. Unaweza kuwa mwimbaji lakini huwezi kutunga. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu amenipatia hicho kipaji cha kutunga nyimbo. Na huwa tunakaa tunasikiza, naambia sister yangu kwanza Florence ako na ile ya hapa tuweke hivi, hapa tufanye hivi, anaweka raiko, anaweka inatoka kitu kisupu. Kwa hivyo kwa maana nyingine unapokea wimbo, pengine unaandika tu ama ni revelation inakuja ya wimbo ama ni katika ndoto. Maana kuna mwimbaji anakuambia nilala nikaota na nikaamka na wimbo huu. Mwingine anakuambia nacheza vyombo alafu napata ile tune inani-inspire naandika wimbo. Kuna mwingine anakuambia anakaa tu anasikia kuna wimbo unaimbika katika ulimwengu wa roho alafu anaitranslate anakuja naimba. Sasa pengine unatunga vipi nyimbo zako? Ni kama kuniuliza how do I get my songs? Naweza sema ni kwa neema tu mimi. Kwa sababu saa nyingine naweza kuwa kwenye gari nikakuwa tu nasikia wimbo unaimba ndani yangu. Nikaanza kuimba niimba. Siku hizi ni kuzuri. Kitambo ulikuwa unaandika alafu baadaye una sauti tuni inaenda. Sasa ni hapo ni unauliza Roho Mtakatifu akukumbushe. Na naambia Mungu ninaimba hii nyimbo nimeipenda nikumbushe sauti. Na saa ingine anakukumbusha, saa ingine ukisahau ndio umesahau hivyo. Lakini siku hizi mambo na simu kuna pale pa voice record. Inakuwa rahisi, unakaimba ka chorus kako. Hata kama ni kwa gari kuna kelele lakini unaweka hapa unaimba, alafu unaihifadhi. Next time unairekebisha. So unaweza kupata nyimbo unatembea, unaweza kupata nyimbo wakati unafanya meditation yako. So hiyo kila mtu ana meditation yake. Unaweza kuwa unafanya meditation yako unamwambia Mungu leo nataka kutunga nyimbo. Huje tu ile neema ukiona ina flow ndani yako katika worship. Sasa hapo unaweza pata. Wow. Amen. Natumia kwamba unabarikiwa. Unajua watu wengi ulizana vipi mtu atunge tu nyimbo. Ni ukweli kwamba nyimbo huwa saa nyingine na si kwa kila moja. Na iwapo yako mbinu si hii. Ila wengi wa waimbaji mara nyingi ni ufunuo tu unakuja, ni wimbo unausikia unaimbika mahali. Kama vile tu kwangu na unaandika ule wimbo na kwa utukufu wa Mungu ni wimbo wa kubariki wengi. Kama wimbo huu Uhai wangu kwa kweli umekuwa wimbo wa baraka, kumbariki Mungu ndio, lakini pia zinabariki na kujenga mioyo ya watu. Mungu awabariki sana kwa huduma njema. Nashukuru sana. Nafurahishwa na the fact that nyinyi ni madada. Na nyote mmemtumikia Mungu hadi sasa. Mmekulia kanisani ama mama alikuwa mchungaji ama ni vipi? Uliokoka lini? Mwanzo tusiende kwa Shiners wote. When were you born again?
Sasa hapo ndio story. Mimi nataka kuisikia sasa. Unajua ukikuwa kama mtoto wa mchungaji hivi. Alafu wameweza mtoto wa mchungaji uliokoka lini? Yaani amezaliwa katika wokovu pale, wakienda kanisani amekuwa na anaokoka hapo hapo na anaendelea hapo. Sasa mimi nilizaliwa kama mamangu tayari ameokoka. So ni let's go to church. Let's go to church. Sasa mara kwanza ni ile nasema nani ataokoka? Mimi. Kesho tena nilisahau kwamba jana niliokoka, tena ni mimi nataka kuokoka. Paka mwishoni nikasema jamani, si niliokoka sana. Nilipojitambua sasa, nafikiri nilikuwa miaka 10 na kitu hapo, nikasema leo naokoka mara mwisho, naokoka mara mwisho. Haya, tangu wakati huo niliokoka, na sikumbuki niliokoka tarehe ngapi na siku gani. Lakini Bwana amekuwa mwema katika safari ya wokovu. Na nashukuru sana kwa sababu ya mamangu kwa kutulea katika njia ya wokovu. Kama watoto, usiwakataze, ukiwa mzazi usikataze mtoto wako kwenda kanisani. Hapo kanisani ataona vipaji vizuri na ataanza kumtumikia Mungu. Mimi kama vile nilivyo, nakumbuka nikikukuta wewe kanisani ukiwa mdogo na ukimtumikia Mungu. Sasa hivi nimekuwa mtu mzima, nashukuru Mungu yani kwa ile mbegu ambayo ulipandiwa, ambayo niliona tangu ukiwa na sasa Mungu yale anatenda katika maisha yako. Na hivyo ningewaambia wazazi kwamba waache watoto wadogo waje kwa Mungu. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hapo watahifadhiwa, hapo watapata ukimwi, hapo watapata magonjwa ama kusumbuka, maana Mungu atawahifadhi. Ufalme wa mbinguni ni wao. Peleka mtoto wako Sunday school akafundishwe maadili ya Bwana. Na atakuwa akimheshimu Mungu na vipawa Mungu atampatia hivyo vipawa vya mtu vitamfanya akae mahali pa wakuu. Sasa kipawa cha uimbaji kimenileta hapa. Kwa sababu ya kuenda kanisani. Amina. Mtazamaji, natumai ya kwamba umemsikia Irene Bessy wa Shiners for Christ. Anasema kwamba mzazi play a very big role ama part. Manake alihakikisha kwamba mtoto anaenda kanisani. Kumbe maandiko kama vile Yesu anasema acheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ni kweli. Maana kama Irene ni mbegu ya miaka hiyo, nakwambia, na leo yuko basi ni kweli kwamba tukikuwa consistent na kupeleka watoto wetu kanisani na kwa vyema. Natumai ya kwamba umesikiza ushauri huo vizuri, na naomba mtazamaji tafadhali ushike vizuri. Amenifanya nikakumbuka enzi zile, niruhusu nitaje ya kwamba 1990 something ndo unaweza anza kupiga hesabu ya miaka yangu. 1990 something, kuna mhubiri alikuwa anahubiri. Akihubiri hivi akisema wale watu wanataka kuokoka, na mimi pia naombewa. Na kesho tena akihubiri Saturday ijayo, na mimi pia naombewa tena. Na si kwamba kuna kitu fishi kimeendelea ama nimemwacha Mungu. Sababu haswa ni kwamba kitambo kidogo tukiwa tunalelewa na wazazi na washauri pia, na mimi leo niruhusu na mimi kushauri kutokea pale kwa dadangu Irina ya kwamba ni vizuri kadri ya watoto wanavyokuwa ndani ya kanisa, mkalishe mwanao, mzungumzie umuhimu wa personal relationship na Kristo. Wengine tunampenda Mungu kama mimi nilimpenda Mungu sana. Mwaka niliokoka naweza nikakwambia niliokoka 97 by the grace of God. Nilikuwa mdogo. Na nilipookoka 97, hiyo ni madam mmoja wa Sunday school ACK somewhere in Taveta, alikuwa anaitwa Madam Cecilia. She passed on. Lakini enzi hizo akasema ni vizuri mtu kumpa Yesu maisha yake. That was my turning point. Lakini sasa bado nikawa naona hii mara moja haitoshi. So 98 the preacher came. Bishop, najua Kenya tunamfahamu vizuri, Bishop Pius Wiru. Nilikuwa mimi akiombewa watu na mimi naombewa. Kumbe siko peke yangu. Leo hata nimefarijika. Sasa natamani nijue na wewe pia uliombewa toba mara ngapi? Karibu sana. Asante. Karibu sana dadangu. Mimi nasikia kukupenda. Hata mimi nakupenda. Na ndio maana nilitamani nilipoona umetoa wimbo mpya.
hivi juzi. Nikasema niko na kipindi Soap TV. Na huyu ni kama naweza sema na kuhesabu kama mentor. Maana miaka hiyo mkija mkiimba kule vijijini, Lord I want to see, sikuwahi dhania kama na mimi nitaimba. Na kweli hata mimi nataka kumuona Bwana zaidi na zaidi. That was my desire then. It still is my desire. Ila nasikia kumbariki Mungu sana kwa sababu ya kukuona hapa studioni. Na tena Mungu akubariki, maana nilipokualika ulisema tu I will come. Mpaka ikabidi ni confirm na kuambia in detail so that ni confirm amesema anakuja kweli. So I'm so much delighted. Mungu akubariki kwa kukubali kuja. Umekuwa katika miaka, umesema album ya kwanza ni hapo 2004 202 kitambo. Yeah, it should be inaweza kuwa before then. Kwa sababu nakumbuka nikikusikia 202. Yes, you came to our place. Nashukuru Mungu kwa hiyo sharp memory. Amen. Nakumbuka ulikuja nyumbani. Before then you had also come. Maana mlikuja mara kadhaa mwaka kwa mwaka. So umekuwa katika huduma miaka mingi. Pengine unaweza ukasaidia mtazamaji pale ambaye anakusikiliza leo na ni mwimbaji ama ana huduma. Ni changamoto gani ambazo mtu anaweza kuwa anakumbana nazo katika huduma ya uimbaji? Yaani niko na dhana ya kwamba mwimbaji nikimwona hivi, huyu ni pesa. Mwimbaji nikimwona hivi, huyu amebarikiwa. Ama pengine katika kule kuona mwimbaji ama kualikwa waimbaji, sisi tukiona mnahudumu tunafurahia tu, tunalibariki jina la Bwana. Lakini pengine kuna struggles pale, pengine katika kuhudumu, pengine katika kurelate. Just tusaidie kidogo, maana umekuepo kwa miaka ndani ya huduma hii. Karibu sana dadangu. Asante sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kipindi ambacho nimekaa katika huduma. Kuna makosa pengine nilifanya ya kunipatia mafunzo. Unaelewa? Katika kila hali you learn every day katika huduma. Sio kwamba unajitokezea ukiwa hivyo. Sasa kuna maeneo ambayo nimejifunza. Kwanza nimejifunza self respect. Unaweza kuwa mwimbaji lakini kama huna self respect, kuna watu ambayo wanataka kukuleta chini. Na wanaweza kupatikana hata katika nyumba ya Bwana. Wanaanza kukwambia will support you, will be with you, will give you money. Si kitu kizuri hicho ya kwamba mtu atakusupport, lakini inakuja na condition. Lakini inakuja na lakini. Natumai kwamba unaendelea kutegea hapo. Sasa ikija na lakini ile na ndoano ambayo anataka kukuvuta nyuma. Pengine wengine watataka kulala na wewe. Pengine wengine watakataka uingie mahali fulani, vikundi ambao walivyo navyo wenyewe. Je, will you compromise as a singer because unataka kupushwa forward? Sasa you have to have self respect. Know who you are first in the Lord. Amen. Were you called for money? Biblia inasema seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So when you go to the ministry, na ile kwamba nataka kutengeza pesa, umeweza ku lose self discipline, ambayo ikakuingiza katika ndoano, Illuminati, ndoano za nini. Unaona mtu ameanza gospel maana secular. Hataki kutaja jina la Yesu. Taja jina la Yesu katika nyimbo. Hapana. Mimi tu ni motivator, mimi si nini, hapana. Lengo lako la kuanza kuimba ni nini? Ikiwa ni huduma, utakaa katika huduma. No matter the challenge, discipline yako itakuwa vile vile. Amen. Mtu aje ana pesa, hana pesa, umealikwa muimbaji uambiwe nenda kwa you are going places, wewe umeridhia. Alafu pia ukiwa utakuwa mtu wa kulalamika. No. God first. Amen. Hizo zote utaenda kwa wengine utapata mpaka uje ucheke, uhesabu ucheke, na kwingine itakuwa ni kama begu nafanya. Amen. But you should have the discipline yako kama mwimbaji. Na self respect yako, ujiheshimu. Nimekuja kugundua kuna makanisa mengine wanakukubali jinsi ulivyo, umevaa nguo ndefu. Na wengine wanakubali jinsi ulivyo, umevaa nguo
fupi. Sasa uangalie mwenyewe, self respect. Hii nguo hata nikaangusha kitu hapo naweza inama nikaokota. Kama uwezi basi usiapie kwa madhabahu ya watu kaeka walakini. Sasa hizo ni changamoto ambazo zinazuidia kama mwimbaji kufika mbali. Kwa sababu wengine hawatakuchukua vizuri unapoingia kwa madhabahu yao na nguo vifupi. Kutalikwa tena. Utafanya kusikia dada uimbi nyimbo hata ya pidi, ndio umetoka hivyo. Umejiharibia. Natumai kwamba umemsikia dada yangu Irene na kwamba umepata ushauri huo mzuri, ya kwamba kumbe hata packaging pia ni one of the challenges ambayo waimbaji wengi natukumba. Unashindwa kuvaa vizuri alafu unakosa kukaribishwa. Ni mojawapo ya vitu ambavyo mmevitaja katikati ya vitu vingi. Tumekuwa tukisikia Shiners miaka mingi na leo tumekuwa na wewe hapa. Tumebarikiwa. Amina. Ila kuna ushauri pengine ambao unaweza tupatia waimbaji, unaweza patia wakando tu, kando na yale umezungumzia, kitu tu cha kumtia moyo mwimbaji pale. Mwingine ametaka kwenda kutoa nyimbo, pesa zikawa hazipatikani. Mwingine, kuna mwimbaji nakutana kwa pia challenge ni pesa. Kuna mwimbaji unakutana naye ametoa nyimbo, amevunjika moyo. Wewe umesema mlitoa mkatoa alafu ndio mmoja ikawatoa. So unaweza shauri nini mwimbaji aliye pale? Naomba ongea na mtazamaji. Katika huduma ya uimbaji nipenda kuwashauri ya kwamba kila kitu mweke Mungu mbele, alafu umwachie udumu kutoka kindini kwa moyo wako, si kwa sababu ya yale utapata kwa sababu ya mikate, lakini kwa sababu ile kipaji kiko ndani yako. Uwe tayari kukitoa. Nasema amelaniwa mtu anayefanya kwa kazi ya Mungu kwa ulegevu. Sasa uondoe huo ulegevu, do it with all your might and with all your strength. Alafu Mungu mwenyewe atanyosha mapito yako, atakupatia platform. Kwa sababu you are doing it from the heart. Alafu hiyo provision, yeye alianzisha kazi nzuri ndani yako, ni mwaminifu na wa haki kuikamilisha. Kwa hivyo ataleta pesa, maana pesa zote ziko kwake, kila kitu kiko kwake. Nakumbuka sisi tupuko tunaanza, tunataka kwenda Nairobi, wakati wa tuna hela, tulifanya kazi fundraising kidogo. Alafu Mungu akasaidia, kwa sababu Mungu alikuwa ndani ya hiyo plan. Akasaidia watu akatoa, tukapata hela ya kwenda kumlipa mwenye studio. Mahali pa kukaa sina, na ni Nairobi. Sasa tukaomba Mungu, marafiki zangu wakaja kutoka Nairobi, nikawa host, nikawapeleka, nikatoka kazini, kaomba ruhusa mimi nikawa host. Baadaye tukipiga story, nikawaambia kwamba mimi nataka kuja Nairobi lakini sijui Nairobi. Mnaweza nipokea? Walinipokea kwa shangwe, walinishughulikia kama mtu wa jamii yao. Mali nitalala, mali nitakula, nikiwa studio wananiletea packaging ya chakula na group yetu. Kwa hivyo provision yote iko ndani ya Mungu. All that we need is wrap up. Imezingirwa ndani ya Kristo. Sasa tukimpata Kristo tumepata vyote. Yeye anafungua milango. Unaimba mahali hapa unakubalika, connection. Mpatie namba yako, nitakuconnect. Kwa hivyo cha msingi ni shikilia Yesu. Shikilia Yesu. Usiende kutafuta nguvu kwa majuju. Kama we ni mwimbaji, ati unataka yako ni kitu kidogo tu. Mwingine aliniambia hivyo, mwimbaji. Ati bado kufanye tu kitu kidogo tu. Utakuwa umenani. Mimi sitaki, sina haja ya kitu kidogo. Nina haja ya Yesu. Nimjue huyu Yesu na nguvu zake. Nikimjua huyu Yesu na nguvu zake, hizo zote atanipatia platform. Natumai kwamba umemsikia Shiners for Christ Irene Bessy. Natumai kwamba umemsikia kumjua Yesu. Na inanileta pale, nimemuuliza kidogo akaniambia kuna project ako nayo. Na ni kama ni kumjua Yesu. Hebu tueleze huu wimbo kidogo ambao
hivi karibuni, umesema mwezi ujao tutaweza kupata? Mwezi ujao na launch nyimbo nyingine. Mwezi huu umeisha, tumetoa kama si Mungu. Yes. Ambayo ni kama si Mungu kwa upande wangu mimi Irene, ningekuwa wapi? Ningeweza nini? Lakini Mungu alipokuwa upande wangu nilikuwa zaidi ya mshindi. Sasa next month natoa. Mimi nataka kuona. Mimi nataka kujua yaliyo sirini mwa Bwana. Sasa ile personal intimacy with my God. Niwe nayo zaidi, ili maana nimesema the world is waiting for the manifestation of the children of God, the sons of God. So wale ambao watakaa in the secret place of the Lord, sirini mwa Bwana, atawafunulia mambo, watatoka wakiwa upya. Amen. Amina, utukufu kwa Mungu. Basi natumai ya kwamba umemsikia Shiners for Christ. Anajiita Shiners for Christ. Ukitafuta Irene Bessy ama Shiners for Christ utapata nyimbo zake, na ukifika pale YouTube huwa napenda kusema do the necessary. Yaani kama kuna maua ambayo unaweza pamba mtu ni akiwa hai, si yale ya kupeleka katika kaburi la mtu. Napenda kusema hivyo maanake si vizuri ya kwamba yupo hapa nasi leo alafu atoke tuache kumpatia maua yake. Akitoka hapa ajikute Dennis amemsubscribia, Tina pale wa Magongo amemsubscribia, Holiness just in case ameshare. Unaona? So karibuni sana watazamaji kwa channel yake, na pia Mungu akubariki sana kwa sababu ya kukubali mwaliko wetu.